nipe simu yangu. Nipe simu yangu. Ngoja nikuoneshe. Hata wataka nini mdogo? Wataka nini jichumbua? Wizi! Asani simu yangu Asani. Asani simu yangu Asani. Asani simu yangu. Nitafanya nini bila simu? Simu yangu. Nitafanya nini bila simu? Mwanetu anchomo mwanetu. Nani ambaye amefanya hivi? Mwanetu anchomo mwanetu. Wewe nauliza nani ambaye amefanya hivi? Sinaongea mimi. Nani? Hakuna anayejibu. Nani ambaye amefanya hivi? Dogo, nani ambaye amefanya hivi? Dogo, niambie. Oye. Ujue, toka. Dogo, mbona alia dogo? Nifanyeje bro? Mbona alia sasa? Wewe wajua umeambia fanya hivi? Unajua nieleze nani huyu? Unajua wapi bro mimi? Sasa mbona alia? Alizwa nini? Nikuoneshe. Hata mdogo. Asalamu alaykum. Salamu. Vipi mali? Mbona kila siku uko kwenye misongo ya mawazo? Nini kinachokusumbua sha? Niko sawa. Hiyo sawa, hiyo sijaiona. Uko sawa, una mawazo sha? Kama kuna kitu cha kusumbua useme. Kusema kweli kuna kitu kinanisumbua. Kitu gani? Jana niko katika mizunguko yangu. Na kijana mmoja nilimuona akiwa msichana ambaye mimi nasoma naye madrasa. Sasa katika harakati za kumsaidia yule msichana, nilienda kaanza kukimbia. Na lengo langu pale lilikuwa ni kupata kijana, nimnasihi, nimpe nasaha kwamba mambo ya wizi akinayo sio mambo mazuri. Sasa kipindi namkimbiza, kuna vijana walimshika na wakampiga mpaka kumuua. Sikupata nafasi ya kuongea naye, na mbaya zaidi nilishuhudia kifo chake, nilishuhudia kabisa na macho yangu mawili yakichomeka. Hicho ni kitu ambacho kinanipa mawazo sana. Na kingine, kesho mimi nitajibu nini kiama kwa Mwenyezi Mungu? Wewe ulishuhudia kabisa kichomo? Ndio kaka. Lakini hapo bwana, dawa ya mwezi ni kuchoma. Mimi sioni kitu cha kushangaza. Sasa kaka, mimi nakuelezea mtu amechomwa, wao alichukulia tu rahisi tu. Huyo bwana ashachomwa, huyo na ashachomeka bwana. Sasa alikuwa tukamfufue. Huyo bwana ashachomwa huyo. Mwizi akiiba kishikwa anatiwa moto. Hata wewe nikija nikikushuhudia sitaki cha kujua nani nakudunga joto. Hiyo kairo yako vipi wewe kaka wewe? Sasa mimi nakuelezea mtu amechomwa chukulia rahisi tu. Da mwizi kuchomwa. Sasa amechomwa tufanye tukamfufue. Nasi. Olazi. Vipi? Barida. Shwari mwanangu. Uli. Nampata niko kwa mazungumzo nini? Asiojua 1 2 3. Ndio hivyo, lakini cheki. Kama unavyojua mwanangu, cheki. Usijisahau sometimes. Wajua jana tulivyoongea. Ama
Cheki sasa, mimi naruka pale maskani mwanangu, ushaona? Naam. Kama unavyojua cheki, sisi ni wanaume mwanangu, lazima tujichangamshe. Ah, Sasa pale lazima. napata nini basi? Yule fumani wa jana kuna msela amechukua ile position yake. Lakini sasa mimi mwanangu, si unajua tena usela mwanangu. Ndio Sisi hivyo. kuacha hivyo hivyo, ushaona? Ndio hivyo. Sasa cheki, mimi nakuja kushtua mwanangu. Twende zetu. Au si? Jichangamshe tuishie. Basi fresh, hana noma. Wacha twende zetu, wacha chukue viatu hapa tusepe. Au si? Sila ukileta noma. Twende zetu ndugu yangu, mfanya fresh, alafu ulikuwa ninaflambika nakwambia. Si ni ile site ya huku. Ni hapo down pale. Twende zetu. Hana noma mwanangu. Umenisaidia alafu ujue. Kama kawaida cheki, sisi kuacha hivyo hivyo mwanangu. Au si? Sana boy. Jambo mdogo wangu. Salamu. Hebu niambie mwanzo, una shida gani? Mbona asubuhi saa hii uko hivi hapa na mawazo? Una shida gani? Hamna, niko sawa tu. Hapana mdogo wangu, mimi sijakuzoea hivi. Hebu mbona matatizo gani? Mimi ndo dadako. Usiku kweli dada, mimi siko sawa kabisa. Niambie. Jana nilikuwa katika pite zangu. Nilipita na kijana mmoja alikuwa anataka kurudia msichana ambaye mimi nasoma naye madrasa. Sasa katika harakati za kumsaidia, yule kijana akaanza kukimbia. Sasa lengo langu mimi pale nilikuwa nimpatolee kijana, nimpe nasaha, nimnasihi kulingana na mambo ya uwizi, mabaya achane nayo na vitu kama hivyo. Sasa kipindi mimi namkimbiza mpaka nije nimuone, akapatikana na watu na wakasikia zile kelele za mwizi. Wakamshika wakampiga na wakamuua. Sasa mimi kinachonipa mawazo dadangu, mimi nilishuhudia kifo cha yule mtoto. Cha pili, sikuweza kumnasihi. Hivi kesho kiama mimi tunajibu nini kwa Mwenyezi Mungu dada? Usijali mdogo wangu, kila kitu kinachotokea wake mpangwa na Mungu. Pole sana. Na pia usijihukumu. Wewe kuwa sawa tu, usiwaze, punguza mawazo. Mipango ya Mungu tayari hiyo. Usijali, leo usiwe na mawazo. Usimame. Ndio mambo ya Mungu. Naam. Ni wewe unafananisha? Umenifananisha. Dada, utamami si ndio? Unajua wewe? Hapana, simjui. Wewe unasoma kazi za ndani, ndio? Naam, nilisoma kazi za ndani. Nimezana naye kidato cha 8, Muhammad, kama nakumbuka hivyo. Hapana, sijakukumbuka. Kama napenda kuniita Moha, hivyo ni kama niita. Moha mtu anamkumbuka na tofauti. Mimi haki ya Mungu sikukumbuki. Labda usafia kitu gani mpaka nifanye mimi nikukumbuke? mpaka zungumza lakini ndio heri ngoja nikuimbie. Hebu imba labda nitakukumbuka. Wananiita malenga, malenga mwenye malengo. Kazi yangu ni kutunga na kuinua mijengo. Sijawahi hata kuringa, hakika sina maringo. Napangua nkiapanga na mimi sisemi uongo. Jamani, Moha karibu. Za masiku. Alhamdulillah. Karibu sana jamani, hapa ndo nyumbani. Ni muda mrefu. Shukrani. Karibu sana. Huyu ni mdogo wangu hapa, yuaitwa Hasani. Hasani huyu ni rafiki yangu, nimaliza naye kazi ya ndani, yuaitwa Muhammad. Basi hata mimi siishi mbali na hapa. Hapa pale kwa mzee Ali.
Mzali upi? Ile ambayo za maembe pale nje. Mzali yule pale. Kwenye yuko hapo. Mlango wa pili huo. Siko mlango mwekundu kwa hapo. Ukija ukiulizia tu Muhammad hapo utanipata. Sawa. Kumbe hata tuko majirani na tatuonani. Tutaonana lakini sana ni kitambo. Sema sini shughuli zangu hapa. Karibu hata unywe maji tutilie baraka kwenye nyumba. Tutakutembelea basi tena. Sijajua sasa tuko majirani, tutatembeleana. Inshallah. Karibu sana. Shukrani bana. Karibu. Inshallah. Haya. Ende salama. Mirongi meshi. Hello. Mrs. Cheupe. Ndo mimi, niambie. Poa, niambie. Poa. Sema. Nakusubiria jamani mpenzi, toka nilipokungojea ufiki. Sasa hivi ujidea alikuwa niko kazi kiasi busy. Leo tumaliza. Sasa hivi wewe. Sasa mpaka zaanguka. Si mind naja sasa hivi. Sawa, nasubiri mpenzi. Cheupe. Hivi dada nikuulize, unamwonaje kaka kwa sasa? Je, amebadilika au bado yuko vile vile? Amebadilika. Sidhani. Cheupe. Toto Cheupe. Nani jamani, utamvunjia mlango? Bwana paka vidole vya miasugu huku. Vidole sana hivyo. Nini mihogo? Niambie, salamu. Poa, salamu vipi? Poa. Safi. Ndo sasa. Ndo sasa. Subiri jamani la Azizi. Unajua tena mikono huku. Mwalizi. Bwana. Mambo yako. Sasa sema vipi? Baba, wapi tena? Tani. Wewe. Wapi? Kumekucha. Ndo kushakucha. Ndani Madam Cheupe. Kufanya nini? Sio mambo yetu tena. Cheupe wewe. Tuliagana nini? Ukija Sasampa. Unaanza Sasampa? Kusoma ukoto tu. Hapo ndo napenda jamani. Toa pesa. Mtume. Bismillah. Hesabu. Chukua hesabu mwenyewe mtaba. Hesabu Mimi namuona bado yuko vile vile kama mara ya kwanza. Hajabadilika hata kidogo yani. Hapana, amebadilika kwa kiasi kikubwa sana kakaangu. Kwa hilo namtetea. Basi kama haya ndo maoni yako, mimi nilikuwa nakuuliza tu. Lakini kama wewe una hivyo sawa. Sawa mdogo wangu. Hesabu mwenyewe mtaba. Bismillah. Almutabatin. Ngapi hizi? Ngapi hizi? Almutabatin. Ngapi? Altabatin. Utia paka na Kiarabu. Hizi mpesa kweli? Hizi mpesa. Hebu niangalie. Allahu Cheupe. Nataka pesa za maana, si pesa hizi mimi. Mimi nataka pesa za maana, si pesa kama hizi. Hizi pesa haziwezi nisaidia na kitu. Jamani. Cheupe. Cheupe ndo mimi. Mwingine photocopy. Halo. Aro. Natumia pesa. Sitaki Sasampa, hizi Sasampa hazinitoshi mimi. Hizi. Subhanallah. Hizo Sasampa mimi hazinitoshi. Nataka Sasampa za maana, pesa za maana. Yaani Cheupe ondoshia mimi pesa Cheupe. Uko nataka nimrushie nani? Sawa bana. Haya, yoyoma. Nenda mwana kwenda. Haya. Sina siri yule. Yaani na pesa yake yadhalilishwa kulengamana na alivyoitafuta. Mimi nataka pesa. Baki na weupe wako. Sana baki naonesha kwa nataka kuongeza hizi sugu zote zitoke. I'm darling naenda. Sugu nataka zitoke. Haya mama, sikubali mpaka nikamueleze kuhusiana na lile jambo kwa sababu ile pesa wako ambao kwamba wanaithamini. Pesa zangu mwenyewe hapa natafuta kwa tabu. Cheupe nampa hela na pesa nitupia pesa mimi. Haya baki na weupe wako. Shamba.
sijui sasa hivi. Naenda piga mahesabu yangu fresh. Ile bango. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Pole sana ndugu yangu kwa mitihani na kupitia, sababu nimeona na macho yangu namna unavyodharaulika na hiyo pesa yako ambayo kwamba umetafuta kwa jasho, kwa sababu tu ya kung'ang'ania mtu ambaye kwamba hana haja na wewe. Sababu mahali ulipoipeleka hiyo pesa ndio ambayo kwamba imekufanya leo wadhalilika, wajiongelesha peke yako. Lakini acha nikwambie ndugu yangu, hakuna kiumbe ambaye kwamba ashai kumtosheleza mwanamke. Mungu ndio aliyemuumba mwanamke, amempa kila kitu, lakini leo mwanamke yule yule amejibadilisha kila kitu, amejibadilisha nywele, rangi, kucha. Sasa ni kitu gani ambacho kwamba utampa mpaka mwanamke atosheke? Hawezi kutosheka na kipato chako, isipokuwa yule ambaye kwamba atampenda kwa dhati. Na kwa macho yangu nilivyoona ni kwamba yule mwanamke amependa kipato chako hicho kidogo, naweza kupeleka mahali ambapo kwamba kitaombewa dua, watakishukuru, na ni watu ambao kwamba wewe mwenyewe utafurahia kuwa. Sijui kama uko tayari kupeleka. Naam, niko tayari ustaz. Basi naomba tuongozane, nikupeleke mahali ambapo kwamba hiyo pesa yako itathaminika na utaombewa dua. Nafikiri umenifahamu. Nimefahamu. Basi ndugu yangu, nimekuleta hapa kwa sababu nimeona pesa yako uliyopeana kule imedharaulika, imekuumiza. Ni kwa sababu umepeleka mahali ambapo kwamba sio sahihi, haikustahili. Nimekuleta mahali ambapo kwamba hiyo pesa yako itathaminika na itaombewa dua, na pia mwenyewe utafurahia. Ona wale pale, pesa ukipeleka pale itaombewa dua na utathaminiwa, na pia wewe mwenyewe utaifurahia, kwa sababu naona pale ndio mahali sahihi kwa kuipeleka hiyo pesa. Sijui kama umenielewa ndugu yangu. Nimekuelewa ustaz. Sasa fanya hivyo, alafu utanipa majibu. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Tujambo, sijiweza kutokako. Karibu. Sasa dada, katika pilika zangu Asante sana kakaangu, Mungu akuzidishie, akuongezee pale ulipopungua. Amen. Akuzidishie hivyo hivyo kakaangu, jamani. Asante sana, tashukuru. Mungu akuzidishie jamani. Kushukuru sana. Bana, acha kuna mtu basi pale namwangalia. Narudi sasa hivi. Kama ulivyonielekeza nafanya hivi, na nashukuru sana. Mimi pia nashukuru kwa
chenye nimekuelekeza umekifanya, lakini hujanipa matokeo. Matokeo nashukuru, alhamdulillah, nimeombewa dua na nataka nikuahidi kitu kimoja, kuanzia sasa hivi mimi nimebadilika. Nataka nirudi kuswali, nirudi kama vile awali, na kuahidi sitarudia tena alinikia. Nitakuwa mcha Mungu. Ndugu yangu, mimi mwanzo nishukuru na nimshukuru Mungu, sababu huu sio uwezo wetu sote wawili, bali ni taufiki kutoka kwa Mungu. Wewe kubadilika, mimi kukukumbusha, haya yote ni matakwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kitu ninachokuomba ndugu yangu, na kuomba yale ulioahidi uyatilie manani na uyatekeleze. Sawa ustadhi, nimekuelewa. Kwa sasa naomba nikuache, inshallah tutakutana tena siku nyingine, tutapeana faida zaidi inshallah. Pamoja inshallah. Lakini kaka yetu amuone Sasa hapa sasa ndio unaweza kuona mabadiliko. Anabadilika siku hizi nakwambia. Mpaka fikia mahali tuletea 200. Wewe pesa kubwa sana yani. Kaka yetu wa kwa hivi. Ngapi hizi? Almitabatin. Ngapi? Altabatin. Untia paka na Kiarabu. Hizi mpesa kweli? Hizi mpesa. Hebu niangalie. Mimi nataka pesa za maana, si pesa kama hizi. Hizi pesa haziwezi nisaidia na kitu. Sasa dada, katika pilika zangu Asante sana kakaangu. Mungu akuzidishie. Akuongezee pale alipopungua. Amen. Akuzidishie hivyo hivyo kakaangu jamani. Asante sana, nashukuru. Mungu akuzidishie jamani. Nashukuru sana. Mungu akuzidishie kaka. Jaza na heri. Amen. Zaidi ya hichi ulichokuletea. amen. Akujalizie pale ambapo pamepungua. Amen. Yaani Mungu akuneemeshe. Amen. Upate zaidi ya hizi ulizotuletea kaka yetu. Mwanetu anchomo mwanetu. Nani ambaye amefanya hivi? Mwanetu anchomo mwanetu. Wewe nauliza nani ambaye amefanya hivi? Sinaongea mimi. Simuelewi jamaa, mambo gani mwaleta? Mamacha amesimama hapo yongea kila kitu alafu Sungemfurusha mdogo naye. Siwaelewi jamaa sasa. Maneno yote ameongea alafu mamwangalia. Shika bonje hii. Lete hilo ngamfanyizaje afika mbali pale. Tangamka basi kijana, ndio komaa hivyo komanda. Wadogo wananiita Bande Master. Wakati ukifika hakuna cha kusita, sauti nasikika Bande Master. Hakuna anayejibu. Nani ambaye amefanya hivi? Wewe mwana. Barida. Wewe vipi? Sawa. Mwanangu long time kweli. Uonekani siku hizi. Kari. Kitu mwanangu, mbona sielewelewi? Kwema kweli. Mambo ya sasa hivi. Kwa traffic. Sawa.
mtu wa mawazo mwanangu. Mwanangu wewe, siwezi kuamini mwanangu. Wewe hujapata kodi zozote hapa kitaa mwanangu. Kodi zozote hapa. Kwani vipi? Dogo amemtia moto bana. Dogo? Dogo yupi? Madogo kileo. Dogo nani aitwa nani yule? Dogo wetu yule ambaye tumtuma feki maskani. Wamemtia moto? Dogo bande jana usiku amemtia moto. Bande huyu mmoja mwanangu. Mimi sikutania mwanangu, mimi sikutania. Kwa macho yangu hivi kabisa bande atakuwa jivu jana. Mimi nitakufungulia studio. Nenda kaimbe na Rihanna. Uko sawa mwanangu. Nakubali. Pale nitamleta tu. Maneno yote ameongea alafu mwangalia. Shika bonje hii. Ndio hilo ngamfanyizaje afika mbali pale. Changamka basi kijana ndio komae. Nilienda kaza kukimbia. Na lengo langu pale lilikuwa ni kupatilia kijana ni mnasihi nimpe nasaha kwamba mambo ya wizi nayo sio mambo mazuri. Sasa kipindi namkimbiza kuna vijana walimshika na wakampiga mpaka kumuua. Sikupata ile nafasi ya kuongea naye, na mbaya zaidi nilishuhudia kifo chake, nilishuhudia kabisa na macho yangu mawili akichomwa. Hicho ni kitu ambacho kimenipa mawazo sana. Na kingine, kesho mimi nitajibu nini kiama kwa mzee huyu? Kwa hiyo ulishuhudia kabisa kichomo? Ndio kaka. Lakini hapo bwana, dawa ya mwezi ni kuchoma. Mimi sioni kitu cha kushangaza. Dogo amemtia moto bana. Anamtia moto mwanangu, dogo bana amemtia moto, makosa gani na mdogo?